أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الجنة للمتقين ولو كان عبدا حبشيا، وخلق نارا للعاصين ولو كان شريفا قرشيا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allahu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darasa zetu ambazo tumekuwa tukiendelea nazo kwa muda mrefu kupitia channel yetu The Islamic Podcast. Kipindi ni Ujue Uislamu Wako, ambacho kinarushwa kila siku ya Ijumaa baada salati al-asri. Ndugu zangu Waislamu, leo tunazungumza almuharramatu zawajuhunna, wanawake ambao ni haramu kuwaoa. Leo darasa yetu tunazungumzia almuharramatu zawajuhunna, wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa mujibu wa sheria. Qala ta'ala, asema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'ani, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salafa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla fi'ulahu asema wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i, na wala msiwaoe wale wanawake ambao walioolewa na baba zenu. Ni haramu kwa mujibu wa sheria za Kiislamu kijana kumuoa mke ambaye aliolewa na baba yake, ama kumtumia ama kumwingilia mwanamke ambaye aliyekuwa mke wa baba yake. Sheria imekataza na ni haramu. Allah asema illa ma qad salafa, isipokuwa yale ambayo yalikushapita, hayo yamepita. Wapo watu wakati wa ujahilia walikuwa wakiwaoa wanawake ambao waliolewa na baba zao, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyafuta hayo na akawasamehe na akakataza, na kwa sababu wakati ule walikuwa hawajafikiwa na dini, walikuwa hawajafikiwa na sheria, na Uislamu pia ulikuwa haujawafikia. Kwa hiyo walikuwa wanakiishi kama wanyama. Lakini baada ya Uislamu kutangaa katika dunia, baada ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akalikataza na akalikemea hilo. Akasema wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i, na wala msiwaoe wale wanawake ambao waliolewa na baba zenu miongoni mwa wanawake, illa ma qad salafa, isipokuwa yale ambayo yalikushapita, haya yapita. Innahu kana fahishatan, hakika kumuingilia ama kumuoa mwanamke ambaye alikuwa ni mke baba yako, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema huo ni uovu wa saa sabila, na ni njia mbaya. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaangalia almuharramatu zawajuhunna, wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa mujibu wa sheria. Waqala ta'ala, anasema tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaykum ummahatukum, meharamishiwa ninyi kuwaoa mama zenu. Japo leo tunaona namna gani jamii ilivyoharibika, maadili yalivyoharibika. Tunaangalia kwenye mitandao, eti mama anafika mahala anamfanya kijana wake kuwa ndio khawara yake,
kuwa ndio bwana wake, kuwa ndio kimada wake. Mama anamfanya kijana wake wa kumzaa, na kijana anastarehe kupitia mama yake mzazi. Hii ni hatari na ni dhambi na ni haramu na ni laana kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anakataza, anasema hurimat alaikum ummahatukum, mmeharamishiwa ninyi kukutana kimwili na mama zenu. Wa akhwatukum, lakini pia kuwaoa ama kushiriki tendo la ndoa na dada zenu ni haramu. Wa ammatukum, lakini pia kushiriki ama kuwaoa shangazi zenu, dada wa baba zenu, ama wadogo wa kike wa baba zenu ni haramu. Wa banatul akhi, na watoto wa ndugu zenu wa kiume. Mtoto wa ndugu yako wa kiume, huyo ni mwanao, awe mtoto wa kwa maana mtoto ambaye anasema wa banatul akhi, na watoto wa ndugu zenu wa kiume, kwa maana mtoto wa ndugu yako wa kiume awe ni kaka yako ama awe ni mdogo wako, kumuoa ama kumtumia ni haramu. Sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imekataza. Wa banatul ukhti, lakini pia watoto wa dada zenu. Mtoto wa dada yako ni mwanao, wewe ni mjomba wake, na Waswahili wanasema mjomba ni mama. Kwa kumwingilia mtoto ama kumuoa mtoto wa dada yako ni haramu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza. Wa ummahatukum, lakini pia Mwenyezi Mungu akasema na mama zenu, allati, ambao ardha'nakum, waliokunyonyesheni. Mama ambaye wakati ulikuwa mdogo akachukua ziwa lake ama titi lake akakunyonyesha, baada ya kuwa kijana barobaro ukajua mwanamke ni mtu wa namna gani, kitendo cha kumuoa ama kumwingilia ni haramu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Wa akhwatukum min ar-radha'ati, lakini pia na ndugu zenu wa kunyonya. Wa akhwatukum min ar-radha'ati, na ndugu zenu wa kunyonya. Hapa panahitaji maelezo kidogo. Kwa mfano, wakati ukiwa mdogo mama yako alikuwa na rafiki yake, na wakati huo rafiki yake pia naye alikuwa na mtoto mdogo ananyonyesha. Ikajitokeza mathalan mama wa yule mtoto ambaye ni shoga ama rafiki mama yako, kwa sababu shoga ya tafsiri ndefu, ni rafiki mama yako, akaedha ameenda sokoni akamwacha mwanawe pale, ama yuko bafuni akamwacha mwanawe pale. Yule mwanawe akaanza kulia. Wakati analia, mama yako wewe akaona huruma, ikabidi amchukue yule mtoto amweke kwenye ziwa lake ili anyonye mpaka mama yake atakapokuwa amerudi. Kwa mujibu wa sheria ya dini, yule tayari ni ndugu yako wa kunyonya. Kwa hiyo mtakapokuwa wakubwa, yeye ni mtoto wa kike na wewe ni mtoto wa kiume, kitendo cha ninyi kuoana ni haramu kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza, anasema wa akhwatukum min ar-radha'ati, na ndugu zenu wa kunyonya ni haramu kuwaoa. Wa ummahatu nisaukum, lakini pia na mama wake zenu, kwa maana mama mkwe, mama wa mkeo ni haramu kumuoa, ni haramu kumwingilia, ni haramu, jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikataza, lakini pia amelikemea kwa nguvu zote. Warabaibukum allati fi hujurikum, na watoto wenu ambao wamo ndani ya majumba yenu. Warabaibukum fi hujurikum, na watoto ambao wako ndani ya majumba yenu, ama mabinti ambao wamo ndani ya majumba yenu. Minan nisaikum, ambao wanatokana na wake zenu, kwa maana mtoto wa mkeo, umemuoa mkeo
hali ya kuwa yule mkeo ana mtoto wa kike. Kumuoa yule mtoto wa kike ni haramu. allati dakhaltum bihinna, wale wanawake ambao ninyi mmekwishawatumia, kwa maana wale wake zenu ambao mliwaoa, baada ya kuwaoa mkawatumia, lakini yule mkeo alikuja na binti wa kike baada ya kuwa umemtumia mama yake, basi kumuoa yule binti ni haramu kwa mujibu wa sheria, kwa sababu hukumu ya dini inasema yule pia ni mwanao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ndani ya Qur'ani, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum, ikiwa wale mama zao hamjawatumia. Nieleke vizuri hapo fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum, ikiwa kama wale mama zao hamjawatumia, basi si haramu ninyi kwa wale mabinti. Lakini kama wale mama zao mmekwishawatumia, basi sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza kuwatumia mabinti hao ama kuwaoa mabinti hao, ni haramu kwa mujibu wa sheria. Wa halailu abnaikum, na wake wa watoto wenu. Wa halailu abnaikum, na wake wa vijana wenu wa kiume. Wapo watu tunaona leo katika season mbalimbali, maigizo mbalimbali, lakini ile ni fundisho na elimu kubwa tunaipata leo. Baba mkwe anamtaka mkamwana wake, kwa maana baba wa kijana anamtaka mke wa kijana wake, hata kama si kumuoa, lakini pia hata kuzini naye. Baba anakosa adabu, inafika hatua anamtaka mke wa kijana wake. Ndugu zangu Waislamu, hakuna dini sahihi, hakuna dini yenye maana, hakuna dini yenye mtazamo kama Uislamu. Haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyaona zamani, kabla hajaumba dunia aliyaona haya, lakini pia alipoumba waja wake akajua kutakuwa na watu washenzi, wenye tabia mbaya, wenye tabia za hovyo. Kwa hiyo haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayazungumza zamani ndani ya Qur'an, akasema wa halailu abnaikum, na wake za watoto wenu ni haramu kuwahitaji, ni haramu kuwaoa. Alladhina min aslabikum, watoto ambao wametoka katika migongo yenu, yani kijana wako umemzaa mwenyewe, halafu kijana yule kaoa, baada ya kuoa ukamhitaji mke wa kijana wako, haya ni haramu. Wa antajma'u baina al-ukhtaini, lakini kuwakusanya ndugu wawili. Umeoa mkubwa halafu ukaoa na mdogo wake mahala pamoja, jambo hili Uislamu haukubali. Jambo hili Uislamu haukubali, lakini pia Uislamu hauruhusu. Inatakiwa kama yule dada ama yule mke wako ambaye uliyemuoa akifariki, Uislamu unakubali wewe umuoe ndugu yake baada ya yule ndugu kufa, ili ajawalie watoto hao. Lakini pia kwa makubaliano, sio kurithi, lakini kuwakutanisha mahala pamoja, kwamba huyu ni mkubwa na huyu mdogo, halafu wote wakawa wake zako. Uislamu umekataza hili. Allah anasema illa ma qad salafa, isipokuwa yale ambayo yashapita, yamepita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni msamehevu. Inna Allaha kana ghafuran rahima, haka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuacha kuwa ni msamehevu mno, lakini pia ni mpole, na aliyasamehe hayo kwa sababu Uislamu ulikuwa hujafika, dini ilikuwa hujafika, watu walikuwa hawana kitabu wala hawana mwongozo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ameacha hayo, lakini baada ya kuwa Uislamu ushafika na dini Waislamu wanayo, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha haya. Walmuhsanatu min nisai, lakini pia ni haramu kumwoa mke aliye ndani ya ndoa, na haya yanafanyika sana, tunayaona kwa watu.
Walmuhsanatu minan nisai, lakini pia ni haramu kumuoa mwanamke ambaye aliye ndani ya ndoa. Illa ma malakat aymanukum, isipokuwa wale ambao mmewamiliki, kwa maana masuria. Wakati ule, hata wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walikuwa masuria. Masuria ni wale watumwa ambao baadaye mtu kaamua kumwacha huru na akampandisha kitandani akawa ni mkewe na akaweza kuzaa naye. Hukumu ya sheria ama hukumu ya dini inakubali hili, lakini leo hatuna watumwa. Kwa kama hatuna watumwa, hatuna haki ya kupandisha kama ambavyo baadhi ya makabila, kwa mfano kama Waarabu, Waarabu baadhi yao, sio wote, Waarabu baadhi yao wanaamua kutembea na wale house girl, binti wa kazi, anaamua kutembea naye, kufanya naye machafu, akiamini kwamba Mungu anasema illa ma malakat aymanukum. Hii si kweli, sio kweli kabisa. Suria ni yule ambaye hana uhuru wa kufanya chochote. Suria ni yule ambaye hana mamlaka ya kufanya chochote. Kwa mfano, ni mtu ambaye unamlisha, unamvika, unampa malazi, unampa matibabu, wahaluma jara. Lakini suria ni tofauti na mfanyakazi. Mfanyakazi ni yule ambaye unaishi naye kwa mkataba, unamlipa mshahara wake, na ikifika mahala anayo haki na mamlaka. Akiona labda ile pesa haimtoshi, akasema kwamba ile pesa haimtoshi, naomba uniongeze. Utakapokataa, anaweza akaamua kuondoka, akarudi kwao. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye aliishi kwa mkataba. Lakini suria si yule ambaye baadhi ya watu wanamfanisha kama suria ni sawasawa na mfanyakazi wa ndani. Hii si kweli. Kitabullahi alaikum, haya ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ninyi. Wa uhilla lakum mawaraa dhalikum, na mmehalalishiwa wale wanawake ambao ni kinyume na hao. Antabtaghu bi amwalikum, watafuteni hao wanawake wa kuoa kwa mali zenu. Muhsinina ghaira musafihina, kwa lengo la kuwaoa na si lengo la kufanya nao machafu. Haya ni maelekezo na ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tulikuwa tukizungumzia wanawake ambao ni haramu kuoa, lakini inshallah darasa ambalo tutakalofuata tutaangalia al-ankihatul fasidatu, ndoa zisizofaa. Darasa linalofuata itakuwa al-ankihatul fasidatun, ndoa zisizofaa. Ni ndoa gani ambazo hazifai kwa mujibu wa sheria yetu ya dini ya Islam? Wabillahi waliyosalihin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.